Bwana Yesu na asifiwe. Tutakwenda kuomba, lengo Mungu akapate kukusaidia utakapoweza kwenda kuomba hiyo kazi ama maombi ulioweza kuyatuma, Mungu akapate kukuonekania. Basi, kabla sijaenda kukuongoza katika haya maombi, ningependa nikapate kukuambia vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema. Yesu na akasema, nanyi mtakapoomba jambo lolote kwa jina langu, nitalifanya. Tunapoenda kuomba, mimi ninakuomba wewe upate kuamini ya kwamba kile ninachokwenda kukuongoza utaenda kukifanya vile ipasavyo, na hatimaye Mungu ataenda kukujibu katika Yesu Kristo. Kabla ya kuanza maombi haya, inaweza ukawa unasikiliza haya maombi, upo kwenye ofisi, upo sehemu kuna makelele na haupo focused, haupo katika hali ya utulivu. Nikusihi katika Yesu Kristo, kama una uwezo wa kuweka pause, ukaenda mahali ambapo ni tulivu, ama ukasubiri mpaka utakaporudi nyumbani kwenye utulivu, kwa sababu nitaenda kukuongoza. Useme hivi, nitakuombea na hatimaye tutaendelea wote kwa pamoja. Sitakuombea tu moja kwa moja alafu niache mimi niongee. No, mimi na wewe tutaomba kwa pamoja. Sasa, kama haupo kwenye sehemu tulivu, ninakusihi tafuta sehemu tulivu. Nitakacho kuongoza useme na wewe utaweza kurudia, ili tukapate kuweza kwenda kwa pamoja katika maombi. Amina. Kabla ya kuanza maombi haya, unaweza ukaweka pause, ukastopisha, ili ukapate kufanya toba yako binafsi. Usianze haya maombi pasipo kufanya toba yako binafsi. Mwambie Mungu akusamehe, akurehemu katika yale yote ulioyafanya, ulioyawaza, ulioyatenda yaliyokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Alafu hatimaye rejea, utabonyeza play ili ukapate kuweza kufuata mwongozo nitakao kuongoza mahali hapa. Amina. Basi nenda mbele za Mungu ukapate kuweza kwenda kuomba toba, alafu ukapate kurudi. Weka pause kwanza. Sasa umerejea. Tutakacho kwenda kukifanya, tutaenda kuingia katika maombi ya imani. Maombi ya nini? Rudia, ya imani. Ninaenda kukuongoza kwenye haya maombi na ujue Yesu ataenda kufanya kwako. Yesu anachokitaka ni imani. Yesu anachokitaka ni nini? Ni imani. Kama umeandika barua na unataka kwenda kuipeleka katika ofisi, kama umekwisha kutuma maombi, ama unataka kutoka kwenda kutafuta hiyo kazi, kile ambacho unataka kukibeba kwenda nacho utakishikilia. Ama kama umetuma kwa imani, tutaenda kukiombea hicho. Sawa. Utaanza kwa kurudia maneno haya ninayokuongoza. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Mungu wangu, ninakuja mbele yako. Ninakuomba kwa maombi haya nipate kukuona. Yesu Kristo, umesema katika neno lako, nitakapoomba jambo lolote katika jina lako utalifanya. Yesu Kristo, ninakuomba nifanye mimi kuwa ushuhuda kwa watu wengine. Nikawashuhudie watu juu ya maombi haya. Nikawashuhudie watu juu ya kile utakachonitendea. Na nina imani ya kwamba Mungu wangu, maombi haya nitaona baraka zako, nitaona upenyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ngoja nikakuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wewe uliyesema katika neno lako, kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 14,
nanyi mtakapoomba jambo lolote kwa jina langu, nami nitalifanya. Yesu Kristo, umewajibu wengi nilipowaombea. Ninaomba Yesu Kristo, kwa maombi haya huyu mtoto wako anayoyasikiliza, Baba, katika jina la Yesu, juu yake ninafungua mbingu. Katika jina la Yesu Kristo, neno lako linalosema chochote ufunguacho duniani kimefunguliwa na mbinguni. Ninafungua kibali chake katika jina la Yesu Kristo. Kile kibali kilichofumbwa, kile kibali kilichozuiliwa, Baba, ninafungua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Muda huu na saa hii, Baba, ninatamka juu ya yale maombi yaliyoyapeleka. Ninatamka juu ya maombi anayotaka kuyapeleka. Ninatamka juu ya hatua zake anazotaka kutoka kwenda kutafuta ile kazi. Ninaomba Mungu, yule mtu aliyempa ahadi ya kwamba atamsaidia katika kupata kazi, Mungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaomba kibali kikatangulie mbele yake. Ninaomba kibali kikatangulie mbele yake. Ninaomba kibali kikatangulie mbele yake katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Ninasimama muda huu dhidi ya falme na mamlaka, kila aina ya uchawi, kila aina ya uganga, kila aina ya mapepo na mashetani yaliyotumwa katika familia yake kumzuia, kumrudisha nyuma, kumwangusha, kumdondosha, kumporomosha, na yakashindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Sema: Yesu Kristo, ninakuomba Bwana wangu, kila mamlaka, kila nguvu, kila mapepo, kila uchawi, kila mashetani yaliyotumwa katika maisha yangu ili kunirudisha nyuma, kuzuia mafanikio yangu, kuzuia kupanda kwangu, kuzuia kuona kwangu, kuzuia kukubaliwa kwangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na wapigwe saa hii, na wavunjwe saa hii, na waharibiwe saa hii, na wateketezwe saa hii. Moto wa jina la Yesu ukashuke juu yao. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba mbele yako kama Eliya alivyoomba akisema, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, moto na ushuke kutoka mbinguni ukuteketeze wewe na 50 wako. Katika jina la Yesu, ninanukuu neno la Mungu linaloandikwa kwenye Wafalme wa Pili sura ya 1, namna Eliya alivyoita moto juu ya maadui zake. Baba, kwa jina la Yesu, moto na ushuke, moto na ushuke, ukaharibu uchawi wao, ukaharibu uganga wao, ukaharibu mapepo yote, ukaharibu uchawi wote, ukaharibu majini yote, ukaharibu mashetani yote. Moto wa jina la Yesu Kristo, moto wa jina la Yesu Kristo. Rudia maneno haya huku ukiwa umenyosha mikono yako juu. Rudia maneno haya ukiwa umenyosha mikono yako juu. Sema: Yesu Kristo, ninanyosha mikono hii juu. Baba, hii mikono pamoja na mwili wangu, ikiwa kuna chochote kilichowekwa kwenye mikono yangu, kwenye uso wangu, ambako shetani amesimama kuzuia baraka zangu, kwa vitu vilivyowekwa katika mwili wangu, kwa jina la Yesu Kristo, ninatamka sasa, hivyo vitu vitoke, hivyo vitu viniachie, hivyo vitu viniachie, hivyo vitu vianguke. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu ukaunguze, ukaharibu katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu, kama ulivyokufa na pazia la hekalu, na pazia likapasuka na miamba ikapasuka, kila chenye kunishikilia kikapasuke sasa, kikavunjike sasa, kikaharibike sasa katika jina la Yesu.
Amen. Acha nikakuombee. Baba, katika jina la Yesu, Baba, ninatamka kibali, ninatamka kibali, ninatamka kibali juu ya kijana huyu, juu ya binti huyu, juu ya mama huyu, juu ya baba huyu. Natamka kibali kwa jina la Yesu. Kila mamlaka za yule shetani zilizowekwa katika lengo la kutaka kuleta uharibifu katika maisha yake, Baba, ninasimama saa hii na dakika hii. Kile kizuizi cha kutaka kuzuia kazi asipate, kile kizuizi cha kutaka kuzuia asimiliki asipate, kile kizuizi kilichofanywa na yule adui shetani, uchawi, uganga, mapepo na kila roho chafu, Baba, ninasimama muda huu na saa hii kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Hivyo vitu havina nafasi tena, hivyo vitu havina nguvu tena, hivyo vitu havina mamlaka tena, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, katika ulimwengu wa roho, neno lako linatuambia ya kwamba Baba, tukiomba kwa imani tunapokea. Nasimama sasa kama Yesu Kristo ulivyoambiwa, ukaambiwa sema neno tu, sema neno tu, sema neno tu na yule mtumishi wangu atapokea. Baba, ulishangaa kwa imani ile ya yule mtu aliyesema sema neno tu. Baba, mimi niko mahali hapa, sauti hii inayosikika, ninatamka kwa ajili ya kijana huyu, natamka juu ya mtoto huyu, ninatamka juu ya binti huyu, natamka juu ya mama huyu, baba huyu, ambaye Bwana ni kazi anayoitafuta, ni kazi anayoitafuta. Baba, kwa jina la Yesu, ninatamka juu yake sasa, ninatamka juu yake sasa. Baba, ikiwa hii kazi aliyoiomba ni mapenzi yako, Baba, kazi hiyo anaenda kuipata kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ikiwa kazi anayokwenda kuiomba itamtoa katika njia yako na mapenzi yako, Yesu, ninaomba mbele za kiti chako Baba, ukampatie kazi nyingine itakayombariki zaidi ya kile anachotaka kwenda kukiomba. Yesu Kristo, ikiwa shetani amesimama anataka kuleta uharibifu wa kuweza kupelekea mtoto wako akapate kazi itakayomfanya akapata kuwa mbali na wewe, Yesu, ninachoomba muda huu ni hichi: ile kazi anayoenda kuiomba, Mungu Baba Mwokozi mwenye uweza, kama si mapenzi yako isipate kibali, lakini umtengeneze njia ya kupokea katika kile ambacho Yesu Kristo atapata kuweza kukutukuza na kukuinua atakapoipokea hiyo kazi, maana itamsogeza karibu na wewe, itamsogeza kukutafuta wewe, itamsogeza kuwa karibu katika utukufu wako wewe, katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uweza, neno lako linasema ya kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ninatamka maombi haya kwa ajili ya mtoto wako, ninatamka maombi haya kwa ajili yake, yaliyo mapenzi yako ndiyo yatimizwe. Ikiwa shetani amepanga kuzuia asiinuke, asipande, ingawa shetani amesimama katika lengo ya kutaka kuleta uchawi na vitu ambavyo vitamzuia asipate kuweza kuinuka katika ulimwengu wa roho wala katika mwili, asipate mafanikio kwa kuyaona, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, neno lako linalosema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, ikiwa ni mapenzi yako Baba, hii kazi akaipate, Baba, ataipata kwa jina la Yesu Kristo. Kila kizuizi kilicho mbele yake hakitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kila kitu ambacho shetani kakitengeneza katika lengo la kuzuia, Baba, hatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Sema: E Mungu wangu, e Bwana wangu, Yesu Kristo uliyenifia msalabani, ni maombi yangu ninayokuomba. E Bwana ama Bwana, e Mungu mwenye nguvu, uliyenifia msalabani, uliyekufa ukazikwa, na siku ya tatu ni ukafufuka. Mungu wangu, Bwana wangu, ninaomba mbele yako, ninaomba nipe kazi, ninaomba nibariki na kazi nitakayopata mafanikio, ninaomba unibariki na kazi itakayonifanya kuweza kupata muda wa kuwa karibu na wewe. E Mungu wangu, ikiwa kazi hii
si mapenzi yako. Mungu, ninakuomba ukanitengenezee kazi, ukanibariki na kazi, ukaniunganishe na kazi ambayo ipo katika mapenzi yako. Yesu Kristo, ni maombi yangu kwako. Baba, unisaidie. Mwokozi, unisaidie. Ninatamani mimi pia niwe baraka katika kazi yako, niwe baraka katika familia yangu, niwe baraka katika watu wengine. Mungu mwenye uweza, kuna watu wako nyuma yangu wananisubilia nibarikiwe. Kuna watu wapo nyuma yangu wanasubiri nipate kazi. Kuna watu wako nyuma yangu wananisubilia mimi nikipata na wao wabarikiwe kupitia mimi. Mungu wangu, ninakuomba unisaidie, uniwezeshe. Katika jina la Yesu ninaomba, amina. Basi subiri nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele za fadhili zako, ninakuja mbele za uweza wako. Tazama mtoto wako kama nilivyomwongoza katika maombi haya. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu, yaliyo mapenzi yako yatimizwe. Mungu, yaliyo mapenzi yako yatimizwe. Mungu, yaliyo mapenzi yako yatimizwe. Baba, ninaomba katika jina lako lenye thamani, jina lako lenye uweza, jina lako lenye mamlaka. Baba, katika hii kazi ambayo mtoto wako anaitazamia kwenda kuipata, mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Iwe ni uchawi, uganga, mapepo, mashetani, majini, yoyote yule mwenye kutaka kusimama mbele, kufunika faili lake, kufunika asipate kibali, kufunika asionekane. Baba, hivyo vitu vyote katika adui anavyotaka kuvipanga kuvifanya, havitapata nguvu katika jina la Yesu Kristo. Havitapata nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mwokozi Yesu, mfalme wa wafalme na Mungu mwenye uweza, Baba, ni maombi yangu nikiomba, Mfalme, kuna watu ambao Bwana wanamsubiria mtoto wako akibarikiwa. Baba, watapata kubarikiwa na wao pia. Baba, kuna watu waliokuwa nyuma yake, kuna watu wanamsubiria, ewe Mfalme, kuna watu umewaweka katika maisha yake, ewe Bwana, ili mradi atakapoinuka akapate kuwainuka na akapate kuwainua na wao pia. Baba, ninaamini ya kwamba Mungu mwenye nguvu na Bwana mwenye uweza, maombi haya Bwana mabwana ninayomwombea mtoto wako, Bwana utasikia na utatenda. Nami katika ulimwengu wa roho ninafungua, katika ulimwengu wa roho juu yake, ninafungua maisha yake, ninafungua katika jina la Yesu, ninafungua katika jina la Yesu. Kila kenye kufunga Baba akitakuwa na nguvu juu yake katika jina la Yesu Kristo. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Sema, Mungu wangu, neno lako linasema kwenye kitabu cha Mithali ya kwamba maneno yangu yana uzima na mauti. Baba, neno lako linasema kwenye Biblia Isaya 54:17, neno lako linasema kila ulimi utakao inuka katika uhukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Baba, ninasimama sasa kwa maneno yangu, nasema kila mmoja aliyenisemea, aliyenitamkia akasema ya kwamba sitafanikiwa, ninasema leo hii nitafanikiwa katika jina la Yesu. Kila mtu aliyesimama kusema ya kwamba sitainuka, mimi ninasema leo kwa maneno yangu nitainuka katika jina la Yesu. Kila mmoja katika familia yangu, katika ndugu zangu waliofanya maagano, waliofunga maagano ya kunifanya mimi nisione mafanikio, wakasema maneno yao, wakaongea vitu vyao, wakatoa vitu vyao, ninasema kwa jina la Yesu, maneno yao yote, kauli zao zote,
Kila kitu alichokitamka hakina nguvu juu yangu, katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kila mtu aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nami natamka katika jina la Yesu, kila kitu, kila neno, kila tamko lililotamkwa juu yangu kunifunga, kunidhoofisha, kuniangusha, nisipate, nisimiliki, nisifanikiwe, nisiinuke, Baba, maneno yao yote ninayageuza, ninayafanya hukumu juu yao wenyewe katika maisha yangu. Ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Subiri nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba mbele zako, mfalme wa falme, kama nilivyomuongoza mtoto wako katika maombi, kama nilivyomuongoza katika maombi, Baba, maneno yake yakafanyike amina katika jina la Yesu Kristo. Kama nilivyomwombea Baba, maneno yake yakafanyike amina katika jina la Yesu Kristo. Kama nilivyotamka kwa ajili yake Baba, ninaomba maneno haya yakafanyike baraka katika jina la Yesu. Na Mungu uliye mbinguni, jidhihirishe, jitukuze, jiinue katika uweza wa mamlaka ya jina lako Yesu Kristo. Haleluya. Tunaomba hayo yote ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ndugu yangu, Mungu aliye mbinguni akubariki katika jina la Yesu Kristo. Tumekwisha kuomba, nataka nikapate kukuelekeza na kukuambia jambo hili. Ndugu yangu, katika maombi ambayo umeweza kusikia nikikuongoza, nikakwambia ya kwamba yaliyo mapenzi ya Mungu yakapate kutimizwa. Tumeomba na umesikia nikiomba, na wewe pia ukaomba ya kwamba ikiwa kazi unayokwenda kuiomba itakutoa katika mapenzi ya Mungu, tumeomba kwa pamoja isiweze kufanikiwa, bali upate kazi nyingine. Sasa ninaomba ukapate kuweka hichi kitu kwenye akili yako. Kama unafanya application, unaenda sehemu moja kuomba kazi, ni kusii usiende sehemu moja tu peke yake, bali tafuta na sehemu nyingine na nyingine na nyingine. Pale ambako Bwana ama Bwana atapotaka uweze kuwepo, Mungu atakufungulia mlango na utapata kibali katika jina la Yesu Kristo. Lakini zaidi ya yote, ningependa nikapate kuweza kukuhimiza, umefanya maombi, ni kusii katika Bwana ama Bwana, usitake kumkosea Bwana Mungu wako kwa dhambi ama kwa maovu. Ni vizuri umeomba, ni vizuri umetamka, lakini nakwambia ndugu yangu katika Yesu Kristo, dhambi itakupelekea ukaweza kukosa kile ambacho Mungu anataka uweze kuwa nacho. Basi ndugu yangu, ninakusii amini, na Bwana aliye mbinguni atakufanyia kile kilichokuwa katika moyo wako. Katika Yesu Kristo tutaweza kuonana ama kuwasiliana kwa namba hizo za simu ambazo tutaweza kufanya mawasiliano. Umebarikiwa, upo Tanzania, upo nje ya Tanzania, unapenda kuweza kunigusa, kunijuza utumishi wa Mungu, nimebarikiwa, utaweza kunitafuta kwa namba za simu kama ifuatavyo. Upo ndani ya Tanzania, utaweza kuandika 07, lakini kama upo nje ya Tanzania utaandika jumlisha 255 710679104. Kwako waliokuwa Tanzania utaandika 0710679104. Mungu aliye mbinguni akubariki, akuinue katika Yesu Kristo. Amen.